kwenye hicho kitabu cha Zaburi 45 na mstari wa 16, maandiko nasema badala ya baba zako watakuwapo watoto wako, utawafanya kuwa wakuu katika nchi zote. Kwa hivyo baada ya kuwa mpinti ameolewa na mwanaume ambaye ako na mbegu ya kifalme ndani yake, kile ambacho kitatokea kwake huyu binti ni kwamba watoto wake watafanywa kuwa wakuu. Mtoto wa mfalme ni mfalme, sijui kama unaelewa. Ndio maana utaona kwamba zamani ufalme ulikuwa unaachaniwa. Kama Daudi ndiye alikuwa mfalme, anahakikisha anaachia mtoto wake ambaye ni Solomon. Kwa hivyo watoto wa huyu mpindi watakuwa wakuu kwa sababu mtoto wa mfalme ni mfalme. Sijui kama anaeleweka. Kwa hivyo najaribu kusema hivi, sifa mojawapo ya mwanaume ambaye ni muoaji ambao anafaa kuwa wa maana ama rijali kwenye ndoa ni yule mwanaume ambaye ako na mbegu ya kifalme ndani yake. Sasa kwenye kile kitabu cha Mithali 31 kuanzia mstari wa 3, maandiko yasema hivi: usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wale waharibio wafalme. Huyu ni mama anamuadvise mtoto wake, ambaye yule mtoto alifaa kuja kuwa mfalme baada ya kuwa baba yake ametoka. Anamwambia kwamba najua wewe ndio utakuja kuwa mfalme, lakini kuna maneno ambayo nataka nikuambie kwamba usiwape wanawake nguvu zako, na anasema kwamba aswa wale waharibio wafalme. Kumbe kila mwanaume anakuanga na mbegu ya kifalme ndani yake, kwenye field yake, kwenye kile ambacho Mungu alikuleta hapa duniani kukifanya, unakuanga na mbegu ya kifalme ndani yako. Iwe ni biashara, wewe ni mfalme kwenye biashara. Iwe wewe ni mwalimu wa neno, iwe wewe ni nabii, iwe wewe ni profesa, unafaa kuwa na mbegu ya utawala na mamlaka katika field yako. Lakini sasa kuna uwezekano kama ukiwa associated ama ukiwa karibu na wanawake ambao wanajua kuiba hiyo mbegu ya kifalme, muda ule ambao mtakuwa na mahusiano nao wakiwa ni wachawi, wataimba hiyo mbegu ya kifalme. Ndio maana utaona kwamba kuna wanaume wengi ambao ukimuuliza wewe ulizaliwa kufanya nini, hawezi kujua. Kumbe ile mbegu ya kifalme ilichukuliwa akiwa mdogo, ilichukuliwa na mwanamke ambaye waliingia naye kwenye mahusiano. Ndio maana mama anamuadvise mtoto wake, anamwambia usiwape wanawake nguvu zako. Hauwezi ukawapa wanawake nguvu kama hamjakuwa kwenye mahusiano ama kwenye mapenzi, hamjafanya sex. Kwa hivyo alikuwa anamwambia wakati ule ambapo sasa unakuwa na mahusiano na wanawake, jihadhari sana, kwa maana unaweza ukaibiwa mbegu yako ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaitwa Yusufu alikutana na mke wa Potifa. Kama Yusufu angelala na mke wa Potifa, ni bila shaka Potifa mwenyewe ndiye angemiliki ile nafasi ilikuwa inafaa kulimilikiwa na Yusufu. Maana Potifa ndiye alikuwa karibu na Farao sana. Lakini wakati ule Yusufu alipokwepa kulala na Potifa, pamoja na kuwa alipelekwa jela, lakini alipotoka jela akaenda kuwa kwenye nafasi ya juu kuliko Potifa, kwa sababu alilinda ile mbegu yake ya kifalme. Sijui kama anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kila mwanaume anakuanga na mbegu ya kifalme ndani yake kwenye field ile ambayo anaifanyianga kazi, iwe ni biashara, iwe ni kufundisha neno la Mungu kama vile nafundisha, iwe ni chochote. Lakini hiyo mbegu ya kifalme inaweza ikaibiwa kichawi, inaweza kuibiwa kwa nguvu za kichawi. Na mara nyingi mabinti wengine ambao mnahusiana nao kwenye mapenzi, ujue kwamba wanakuanga ni devil worshiper. Ukilala naye analenga hiyo mbegu ya kifalme iondoshe. Ndio maana utaona kwamba huyu kijana alikuwa nyota yake inang'aa sana, huyu msichana alikuwa anang'aa sana, lakini baada ya kuwa amelala na kijana fulani, amelala na msichana fulani, mambo yake yanaanza kusabaratika. Kumbe ile mbegu ya kifalme ilikuwa ndani yake ndio imeibiwa, akabakia kuwa ni dembe tupu tu, anatembea lakini hana chochote cha maana ndani yake. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila mwanaume anakuanga na mbegu ya kifalme. Sasa
wanawake wengi wanapenda sana wanaume ambao ni matajiri, lakini tumesoma maandiko tukasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Zaburi 45 kwenye ule mstari wa 11 ya kwamba kama utaloketi yule mwanaume ambaye ako na mbingu ya kifalme, matajiri watakuja kujipendekeza kwako, kwenye kitabu cha Zaburi 45:12. Lakini wanawake wengi unaona kwamba wanataka mwanaume ambaye ni tajiri. Ukimwacha mwanaume mwenye vision kwa sababu ya mwanaume mwingine ambaye ni tajiri mwenye television, ujue kwamba siku moja utakuja kuangalia huyu mwanaume uliyemwacha mwenye vision kwenye hiyo television ya tajiri wako, utakuja kumwangalia siku moja kwenye taarifa ya saa moja, ikiwezekana kwenye ile Citizen, kwenye ile TV ya Citizen. Sijui kama anaeleweka vizuri sana. Kwa hivyo mwanamke ama mwanaume ambaye unafaa kumtafuta sana kama binti ni yule ambaye anaonyesha tabia za kuwa na mamlaka ya kutawala katika field yake. Ndio maana Yesu akaangalia mitume wake ambao amewaita, akawapea nguvu na mamlaka ya kutawala. Wakati ule Mungu alipomuumba Adamu, akampea mamlaka ya kutawala ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Mamlaka inakuanga ni kwa ajili ya mfalme, kwa hivyo akampea mamlaka. Sijui kama anaeleweka. Sasa sifa nyingine ya mwanaume lijali na muoaji kwenye ndoa ni kwamba mwanaume lijali kwenye ndoa akiibiwa mkewe na mpango wa kando, huwa apigane vita vya kimwili ila vita vya kiroho. Ukiona mwanaume ambaye baada ya kuona kwamba mke wake anachiti, anatoka ndani ya ndoa, nje ya ndoa, lakini akaanza kupigana kimwili, akaanza kumzaba makofi, ujue kwamba huyo sifa moja ni kwamba sio mwanaume lijali na sio mwanaume muoaji. Maana hata mkiingia kwenye ndoa, hata kama mlikuwa kwenye mahusiano, atakuwa anakupiga hivyo hivyo. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule Ibrahimu alipochukuliwa mke wake na mfalme Abimeleki, Ibrahimu atuoni akipigana na Abimeleki kimwili kabisa, lakini kile ambacho tunaona ni kwamba Ibrahimu aliendelea kumtumaini Mungu wake. Baadaye huyo Mungu wake akamtokea Abimeleki kwenye ndoto, akamwambia huyu mtu unayekaa naye ni mke wa nabii, ni mke wa mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo ili sasa usije ukapata laana kwa huyu mtumishi wa Mungu, ende uchukue sandaka ukuje umletee ili kwamba akubariki, usije ukafa. Tayari Abimeleki walikuwa wamekufa, nguvu zao za kiume walikuwa tayari hakuna kitu anakifanya, kwa sababu Ibrahimu alikuwa anajua kupigana kiroho sana ili kwenye ndoa yake. Kwa hivyo mwanaume rijali kwenye ndoa ni yule ambaye atakuwa na tabia, baada ya kuwa ameona vita imetokea kwenye ndoa yake, mke wake amepagawa na mashetani. Maana maandiko yasema kwamba nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Mara nyingi wanawake wanapagangwa na mashetani. Unaona kwamba huyu mwanamke sio yule nilioa, kuna tabia ambazo ameziridi ambao sio zile alikuwa nazo. Kile ambacho unafaa kukifanya, jambo la kwanza, don't react physically. Maana unaweza ukareact physically ukamuumiza mke wako mwili wake, wakati ule ni swala la kiroho kabisa. Unafaa kwanza ulitatue kiroho kabla hujajiendea kimwili. Maana shida mingi ambazo wanawake wako nazo kwenye ndoa zinakuanga ni za kiroho sana. Maandiko yanasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Shetani yako na uadui na mwanamke kila wakati, na ndio maana kuna shida kwenye ndoa. Kwa hivyo unafaa ujue kwamba kila mwanamke ambaye anaibiwa, anachukuliwa na mpango wa kando, anatolewa ndani ya ndoa, sio mwanamke anakuanga ameibiwa, lakini ni shida zako zinakuanga zimeibiwa. Ni shida zako na ni adui yako huyo mwanamke, na unafaa umtambue adui yako hata kama ni sehemu ya maisha yako. Sijui kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana.